Kawaida ya kuku ni kuchakura chakura, na sisi kama Malaika TV hatuwezi kuacha kuchakura chakura mtandaoni ili kuweza kujua nini kimejiri. Weekend yote shamra, huzuni, kila kitu kilichotokea ilikuwa kuhusu mechi ya finali ambayo Simba ambao walikuwa wawakilishi kutoka nchini Tanzania walikuwa wakishiriki. Kila mtu anajua matokeo. Nataka tuyarudie. Malaika TV hatuko hivyo. Ila katika picha zetu katika mitandao ya kijamii tukafika kwenye page ya Ali Kamwe, semaji kutoka Young African. Katika posti zake nyingi za kuonanga watani, tukakutana na posti moja ambayo anaulizia, anasema kwenye ratiba pale walisema kombe likitoka Ikulu linakwenda wapi tena? Sijui alikuwa anaulizia kombe gani, lakini hii yote ni katika kurushiana vijembe vya hapa na pale baada ya Simba kukosa kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho la Afrika. Tukazunguka tena tukaenda kwenye page ya mzee wa Jambia. Page ya mzee wa Jambia, ndugu yetu Wilson Oruma anasema glossary ya soka: ukijua unajua. Unaweza kumlaumu mtu anayesema Yusuf Kagoma alistahili kadi ya pili ya njano hapa, lakini kumbe mtu mwenyewe hajui anasema kitu gani. Guys, kama unataka kujifunza mpira, hapa kuna kadi. Lakini kama unataka kubaki na ujinga wako, baki nao tu. Hebu mtazame vizuri. Imad Riyad hapo anamtazama Yusuf Kagoma kwenye side mirror na anajua Yusuf tayari ana kadi ya njano. Imad Riyad anaongeza mguu wake wa kushoto kutafuta mgusano na Kagoma, na mwamuzi hakuwa mbali. Hapa kuwa na excessive force. Kagoma hakufanya careless challenge au reckless challenge kustahili kupata kadi nyingine ya njano. Hii ni kadi ya kutafutiwa. Kuna ndezi wengine wanasema hii ni tackle from behind. How? Hii inaitwa side tackling. Baada ya kipindi cha kwanza bora sana kwa Simba Sports, mwamuzi Dahane Beida alikuja kipindi cha pili akiwa na dhamira ya kummaliza kabisa mnyama. Mnakumbuka kadi ya njano ya Faldo Davis? Alikuwa analalamikia faulo ya wazi ambayo iliachwa kwa Joshua Mutale ikaweka wakati amefanyiwa Yusuf Mehri. Timu bora imepoteza mchezo wa finali kwa dhulma, ujambazi wa Beida Dahane. Wako mtiifu. Hii ni kutoka katika page ya Wilson Oruma. Tuendelee kurocha kura, tuende kuangalia wengine wanasemaje kuhusiana na mechi hii. Tumekuja kwenye page ya Jemedari Said. Yeye ameamua kutofautiana kidogo na Wilson Oruma. Yeye anasema mwamuzi wa jana alikuwa na makosa yake ambayo tunaweza kumlaumu nayo mpaka dunia inaisha, lakini sioni kwa nini analaumiwa kwa yellow card ya Kagoma. My honest opinion ni kwamba hii ilikuwa very clear yellow card. Kagoma akiwa anajua ana kadi ya njano alipaswa kuwa makini zaidi. Alipaswa kujiepusha na kufanya charges, jumping at, kick or attempt to kick, pushing, stripping an opponent, reckless tackles or challenges, etc. ambazo zilikuwa zinatoa another yellow card. Yusuf ni kiungo hodari na anahitajika kwenye national team. Anapokosea ni heri tukimfahamisha wazi makosa yake kuliko kuyaficha kwa maamuzi mabaya ya mwamuzi. Hili lilikuwa kosa la Kagoma kuliko la mwamuzi. Mwamuzi alikuwa sahihi, ila Kagoma sidhani kama alipaswa kuchukua hiyo risk ambayo alimchezea mtu na sio mpira. Tukumbushane, kuugusa mpira hakuondoi foul. Huruma sio malezi, ndivyo alivyomalizia Jemedari Said, mwana wa Mtipa aka the voice of the voiceless. Jemedari na Oruma wamekuwa ni watu ambao uchambuzi wao mara nyingi umekuwa ukilandana, lakini katika hili tunaona wametofautiana. Yote katika yote, finali imepita, tunarudi pale pale mezani. Je, tarehe 15 kitapigwa? Akipigwi tumewaachia wenyewe Simba na Yanga. Sisi kama kuku wa Malaika TV tunaachana na hapo, tunaendelea kuchakura sehemu nyingine.